Vitu ambavyo nitajiuliza the first day nimeenda kuripoti kwenye kazi yangu mpya nikiwa nimeajiriwa kama mhasibu. Vitu ambavyo naviuliza. Kwanza nikipata bingo la kazi kwenye hiyo taasisi, kitu cha kwanza ambacho nitafanya nitaistudy ile kampuni. Nitaistudy in and out. Yaani in and out nitaangalia kwenye website zao, nitauliza kama kuna watu nawajua wanafanya hizo kampuni. Nitauliza baadhi ya vitu, yaani natamani kujua ile kampuni inafanya nini, ina operate kwenye nini, yaani inafanyaje kazi, yaani nataka kuielewa. Maana kuna muda mwingine tunaombaga tu kazi hata kampuni hujaifuatilia. Sasa nimefuatilia kazi, nilifuatilia kipindi cha interview, sasa nimepata bingo, nimepata kazi. Natakiwa kwenda kuripoti. Natakiwa kwanza nijue hiyo kampuni inafanyaje kazi zake. Lakini nikifika ofisini siku ya kwanza ndo nimekutana na boss. Siku ya kwanza ni sana karibisho, karibu sana Emilia, we are happy to have you on board. Tunafurahia kuwa na wewe kama mhasibu wetu. Vitu vya ambavyo nitawauliza, nipo na diary yangu. Make sure you have your diary and pen. So naenda nitahakikisha nimeenda pale kwanza nimependeza. Pili nina diary yangu na peni. So unaenda pale kichovu. Baadaye wanaanza kusema alikuja amechoka huyu. Ofisi ndio imembeba. Jitahidi kavunje kabati hiyo siku uende uko vizuri. Kwa hiyo nitauliza revenue streams za kampuni ni zipi? Revenue stream nikimaanisha vyanzo vyao vya mapato. Mapato yao wanayaingiza kupitia product gani na gani na gani. Watanitajia, nitaziandika pale revenue stream. Lakini pia nitatamani kujua expenses line zao. Matumizi yao mengi wanafanya kwenye nini na nini matumizi yao, nipate tu ile familiarity. Nitauliza mifumo ambayo wako nayo ya kufanyia kazi, mifumo ya kiasibu. Je, mifumo ya kiasibu ambayo inafanya kazi hapa ni ipi? Nitawauliza issues za compliance ambazo huwa wanazipractice. Nishajua hapo nje, nishajua compliance za nje, kampuni hiyo inatakiwa comply kwenye nini na nini na nini na nini. Lakini nataka kuwauliza practically ni ngapi ambazo wanazipractice. Pale watakuwa na hapa uko vele. Yaani nataka kujua, je, humu ndani ngapi ambazo mnazicomply na ngapi hawazicomply. Ili wakisema wanazozicomply ndio niwaambie kuna hiki pia kingine hivyo. Yaani nitajifanya nauliza hayo maswali. Sawa, ili uonekane unajua unachokifanya na pale ndani utaenda kuwa msaada. Sawa, lakini pia nitauliza mshawahi kuwa na mhasibu before? Yaani position ninayokaa, am I the first one au kulikuwa na mtu mwingine? Je, aliondoka kwa sababu gani? Huwa wanakuruhusu kuuliza maswali yao. Sio vibaya kuuliza, wanaulizaga. There's no harm. Mwenzangu alikuwepo hapa, what happened? Ni vizuri kujua mwenzako aliondoka kwa sababu gani. Inawezekana sababu ile umeondoa ikakuondoa na wewe. Ingawa majibu mengi yanaweza kawa sio honest. Wengine wanakuambia honest labda akapata kazi nyingine. Wengine wanakuambia labda anaumwa, yani just have to get the idea kwa nini mwenzako kaondoka. Na ukifika pale kuwa makini. Mara nyingi sana watu wanapondaga mhasibu aliondoka. Mhasibu aliondoka alikuwa hivi na hivi. Wewe ni mhasibu. Upaswi kumponda professional mwenzio. Wewe unatakiwa kumprotect. Soma mazingira. Mara nyingine kilichomshinda A na wewe kinaweza kikakushinda. Kwa soma mazingira. Usiwe mwepesi sana kusema huyu alikuwa hajui, alikuwa anaandaje hivi vitu. Wewe kuna vitu vingi uvijui, vingine utavijua ukiendelea kupractice. Baadaye ndo unaanza kumbe ndio maana yule alikuwa anafanya hivi na hivi. Kwa kuwa professional, una haja kwenda kumponda professional mwenzio. Hapa alikuwa anaandaa na kosea, hapana. Kama kuna kitu umekikuta kilikuwa kinaandaliwa vibaya, kirekebishe then endelea. Acha kusema huyu anaonekana alikuwa hajui na wewe upo kwenye makorido huko unaanza kusema yule mliokuwa naye alikuwa anakosea. Nimekuta ripoti fulani imekosewa, hapana. Rekebisha inapopaswa kurekebisha, be professional. Hivyo ndio vitu ambavyo mimi ningejiandaa navyo siku ya kwanza naenda kuripoti kazini as an accountant.